Ningeomba pawe na msaidizi wa Charlotte. Tafadhali tutulie tafadhali, tutulie. Charlotte, jipe nguvu, anza. We are here today to honor and celebrate the life of Purity Wambui, who was born on January 21st, 1976 and left us on June 1st, 2024. Purity was the daughter of the late John Dayubi and Eunice Nyambura. She was the fifth of 7 siblings: Mercy, Dennis, the late Felix, Anne, Waidera, and Joyce. Upbringing: the late Purity Wambui was brought up by her parents in accordance with the Christian faith. She used to assist her parents with domestic chores. She grew up being obedient and a hardworking girl. Education: she attended St. Paul's Primary School in Botella from 1983 to 1990. She was known for her diligence and love for learning, trait and stayed with her throughout her life. Marriage: Purity met and married the love of her heart, Matayo Nsaganike, in 1993, and they shared many wonderful years. Their marriage was filled with love, respect, and mutual support. They were blessed with 4 beautiful children: Marlene, Charlotte, Shanice, and Mariam Sake. Illness: last September, Purity started feeling unwell with back pains and headaches. A visit to the doctor revealed that she had stage 4 breast cancer. Despite her health challenges, she remained strong and hopeful, spending as much time as possible with her loved ones. She was admitted at Kenyatta National Hospital on May 29 and sadly passed away. And she passed away on 1st June 2024. She passed on at the age of 48 and is survived by her dear husband and 4 children. God gave and God has taken. May his name be glorified. Oh yes, may his name be glorified. Pigeni makofi huyo dada mdogo. Basi ningependa kuwapa sasa nafasi. Tunatoka familia, tunatoka eulogy, tunakwenda familia, kisha tunaenda marafiki. Na tukiwa katika hali hiyo, kuna mtu amepoteza funguo. Nikiangalia hii funguo ni ya nduthi. Inaelekea kuwa gari, lakini kwa sasa ni ya nduthi. Na hiyo nduthi sana sana unakuta ni ya loan. Alafu unapoteza, utaenda kusema nini? Kuna funguo iko hapa imeandikwa Kaya. Kaya huwa ni nini? Imeandikwa Kaya. Atakayekuja kuchukua mumwangalie vizuri macho. Basi ningependa kumuita dada ambaye kwa sababu ambazo ametueleza hataweza kuongea kwa niaba ya huyo sister. Ningependa nimpe nafasi Jimmy on behalf of the sister. Dakika mbili tu. Jimmy najua hapo amebriefiwa, lakini hatakosa maneno mawili. Habari zenyu. Tunashukuru kwa maisha ya Wambui na ningependa kwa si kuwe na umoja hivyo inaonyesha na alale palipema peponi. Asanteni. Yeah. Asante sana kwa kuwa brief. That is the word. That is the message. Kwa niaba ya anayefuata huyo ni Bella. Rafiki. Bella yuko. Kwa hivyo Bella ni deni. Wasalimia wote, habari yenu.
sad, sikujua kitu kama hii ndio inaweza nileta kukutana na kujumuika na familia wangu. She was one good friend of mine. Siamini hata niko hapa ni yeye ndio naona hapo. Wamboi used to be a friend ule tukiongea could even finish sentences for me na tujue ni nini tunaongelea. Sometimes you could even communicate tu na macho bila kuongea hata watu. But she knew what I wanted ama nini nilikuwa nasema. She was a friend mwenye kama hata ningemtumia shida yangu, she could start tearing up as if the problem was hers. Nasikia uchungu sana nikiwa sina nguvu za kuongea zaidi hapo, lakini nawashukuru Baba Mali yetukeza. Asanteni. Pole sana Bella. Mpigeni makofi, amejaribu mpaka hapo. Ni ngumu. Kwa niaba ya Mrs. atakuja hapa Ann Wanene. Nzuri kutaja kwamba tutakuwa na wasemaji wengi, lakini kutaja ujiandae, najua sio rahisi. Alafu jirani mmoja kutoka Fedha. Huyu ni Ann Wanene. Bwana asifiwe. Kama nilivyoitwa, naitwa Ann Wanene na aliyelala ni aunti yangu, sister ya mama yangu. And Wamboi, we used to call her Wamboi. Hata Purity haikuwa very common. We called her Wamboi. She was so loving and so protective of anyone that she loves. I think everybody else can bear me witness. Yani alikuwa kama simba ambaye watoto wake wakijeruhiwa, the cubs, utakutana na yeye. Most of it all, she was so loving, and her laughter, nitamiss kicheko chake. She laughed so heartily. Yani angecheka kama amefurahi yake yote, kama amekasirika. She was so real. So real. Kama umembo. Kama umemfurahisha. And she'd tell me, the last time I went to see her, Hosi hakuweza kuongea na mimi, but in her house, angeniambia Gasheri, niko mgonjwa. Gasheri sisikii vizuri. Lakini najikaza Gasheri. And so we miss her. She has really fought. Fighting, she did fight. Wakati mwingine hata angeonyesha give up, unamwambia tu jikaze. We will miss her. Tutamiss upendo wake, tutamiss her protection. We will miss her love and her laughter. Auntie, may your soul rest in eternal peace. Asante sana Wanene, Ann Wanene. Mpigeni makofi, kila mmoja anayejipatia nguvu hapa mnampa makofi. Haina gharama. Asante sana. Tunaelekea bado upande wa familia Wamboi's auntie. Nani? Asante sana. Bado tuko family level, tunapiga hatua tukielekea juu. Ni auntie. Bwana asifiwe. Baba ni agosho. Majina ni Peruha Wangari Wanderi. Mimi ni auntie ya Wambo, mamake na bwanangu, our sisters. Wambo, when I came to this family in 1991, ndiye nilikuta wa kwanza akiwa na shosho yake Ushago. Wambo was a strong woman. Wakati huo alikuwa anaenda akisema, anko yangu ameoa mzungu. Alikuwa na make jokes Ushago akisema, anko yangu ametuletea mzungu. Wambo tumekaa na yeye, mtu anajua kujidefend, mtu anajua kutetea haki yake. Haungemfinya mahali anajua hastahili kufinywa. Tunasema tumekubali kwa sababu amegonjeka, amefight, lakini tumesema alale tu kwa sababu Mungu ameona amemalizie hii uchungu. Kwa sisi tumeachwa, tujiulize tutaenda aje mbinguni, tujiandae kwenda mbinguni, tusicheze tu ya hii chini, tujue mbinguni kuna mahali tunaandaliwa na Mungu, tujiandae kufika huko mbinguni vilivyo ilistahili. Mungu awabariki.
Asante sana aunti. Kwa niaba ya uncles, uncle nani? Ulimwambia? Uncle Kuria. Uncle to Purity. Na brother ya Purity. Habari zenu wote. Mimi naitwa David Kuria Mshaja. Mwada zake ni mimi wake. So mimi nitachukua rai nyingine ndio hii niseme nitashukuru. Wakati mambo ilitendeka tulishinda tutaanza wapi. Lakini wakati tulikuwa kwa kikao, watu wamekuja wengi. Tumeona vitimbi, tumeona vionjo mahakamani, chairman ameongoza vizuri, tumeona mapastors wamekuja, tumekuwa nao kila wakati, hata majirani wamekuwa jirani wema, wakafanya hii kazi kuwe rahisi. So mimi ndio nimechukua hiyo njia, nimechukua muda kusema asante kwa wale mnaotendea. Mungu awabariki. Asante sana brother Irungu. Swalimu nyote, hamjambo. Mimi naitwa Irungu Dennis. Mimi ni shemeji ya Makoha. Mwenda zake, my sister. Tuacha. Shukuru wale watu ambao wameshirikiana nasi wakati huu wa majonzi. Na kwa Mungu awabariki ninyi wote. Asante. Asante sana. Naona mabrother na maako hawana maneno mingi. Nimekumbuka tu kwamba Ann Wanene amesema Purity akikasirika unajua, kicheka unajua, furahi unajua, kijambo unajua. Ikanikumbusha juzi brother Makoha ameenda kuhojiwa akasema ile kitu tamisi ni kelele.